iliendelea ambako kaikuta asubuhi. Ni kwa nini nazungumza hivyo? Nilikuwa nazungumza mahali nikawaambia, mwanadamu anapokuwa analala anafanya kwamba production ya kwenda kufa. Maana unapokuwa unalala mtu unakuwa huelewi kinachoendelea ni nini. Unafanya mazoezi ya kufa bila kujijua kwamba unafanya mazoezi ya kufa. Na ni kwa nini kwamba Mungu ameweka hiyo fumbo liwepo hapo katikati, kwamba mtu anapokuwa analala ni mwanzo wa kujua kwamba iko siku moja talala moja kwa moja. Na ni wakati mwingine ni kwamba watu wamekuwa ni watu ambao hawafuatilii au hawafanyi uchunguzi, ni kwamba kwa nini mwanadamu anapokuwa analala haelewi nini kinachoendelea. Haijalishi ni masaa 5 ulilala, haijalishi ni masaa 4 ulilala, haijalishi ni masaa 8 umelala kama tulivyozoea. Maana yake ni kwamba muda wa kupumzika kwa binadamu akienda kitandani wastani huo inakuwa ni masaa 8. Zaidi hapo inakuwa ni ngumu, kwa sababu unapoingia kitandani kulala ile ni saa 4. Maana tumezoea Waafrika wengi, mimi najua ni saa 4 mtu ndo anaingia kitandani, lakini inapotimia saa 12 ameshakwisha kuamka. Sasa jiulize hivi, wakati umelala yale masaa ya kuanzia saa 4 mpaka ilipotimia saa 12 alfajiri, uliona nini au ulielewa nini katika ulimwengu wa kule kwenye usingizi mzito ambapo ulikuwa umelala? Na hapo ndipo unapokuja kujua kwamba tunafanya kwa utaratibu fulani ambako Mungu amekaweka ili tuanze kukazoea taratibu, tukijua kwamba iko siku moja tutalala moja kwa moja, tutaamka. Haiwezekani hata kama mume atakuamsha atasema amka mke wangu kipenzi, ataona utikisiki tena, uamki tena, uonyeshe ushirikiano tena, umefumba macho, ulimi haufanyi kazi tena, macho hayafanyi kazi tena, masikio hayafanyi kazi tena. Maana yake connection ya wewe na yule mwanaume uliye naye imekatika. Connection ya wewe na yule mwanamke uliye naye imekatika. Connection ya yule mtoto uliye naye imekatika. Ni kwa nini Mungu anataka utafakari na ujue kwamba wewe mwanadamu hapa duniani umewekwa ni kwa muda mfupi tu. Hapa duniani umewekwa ni kwa miaka michache tu. Hapa duniani umewekwa kwa muda wa kuhesabika. Ni katika jina la Yesu naomba utege sikio unisikilize.